Miaka 5 iliyopita kuna graduates alikuwa chuoni kama wewe. Pengine leo hana ajira, umewahi kuwaza anaishije? Karibu tena kwenye Me and the Graduates Podcast, mahali ambapo tunazungumzia maisha halisi baada ya chuo, career na jinsi ya kujenga future yako. Mada ya leo ni wako wapi waliomaliza chuo kabla yako. Tuanze na wewe mwanachuo ambaye sasa hivi uko mwaka wa kwanza, wa pili ama wa tatu. Wako wapi wale masinia waliokuwa wanaimbwa sana pale chuoni kwamba wana GPA kali, au wale ambao walimaliza wakati wewe uko first year? Wako wapi wale graduates waliomaliza nao chuo? Wako wapi wale watu waliokuwa wakiwazunguka, wale watu ambao walikuwa wakihang nao wakati wako chuoni? Kama utakuwa umefanya research ndogo, basi utagundua kwamba hao watu wamegawanyika katika makundi yapatayo kama 3 hivi au zaidi. Lakini leo nitakwambia makundi 3 tu ili uweze kuelewa hao watu wako wapi. Kundi la kwanza ni wale waliotoboa. Wametoboa kwa kupata ajira. Na hili ni kundi dogo sana, au kundi la watu wachache ambao hawa waliweza kupata ajira tu baada ya kumaliza chuo, na pengine waliwahi kukubalika kipindi wanafanya field, ikapelekea hata wao kumaliza na wakapata ajira. Lakini pia wengine labda walikuwa na connection nzuri au network ambayo imeweza kuwaunganisha wakaweza kupenya katika soko la ajira. Lakini tusisahau, kuna wengine wamekuwa na bahati na pengine ndio imepelekea wao kuweza kupenya katika soko la ajira. Hili kundi tunaita kundi la wale waliotoboa. Lakini kuna kundi la pili. Kundi la pili ni wale waliokwama. Hili ni kundi kubwa zaidi kuliko makundi yote ambayo tunaweza tukayazungumza. Na hawa ni watu wanaonekana ni watanashati sana. Watu smart, wako vizuri, lakini wako katika hali mbaya sana ya kimaisha. Bado wanazungusha bahasha, wanaonyesha vyeti, na kila siku wanasubmit CV katika makampuni na ofisi mbalimbali. Na hili ndio kundi ambalo limegoma kubadilika kabisa, kujaribu kuangalia opportunities zingine ambazo zipo, wafungue milango waweze kufanya kazi zingine mbadala. Na pengine wanaweza kuwa wamekwama hapa kwa sababu wana kiburi cha usomi, au bado wana changamoto mbalimbali ambazo zimeweza kuwafikisha hapa. Either ni changamoto za uchumi, au ndo kama hivyo wanavyolalamikia serikali na mifumo. Lakini pia inaweza kuwa ni ufinyu wa ajira. Graduate wanamaliza wengi, lakini soko la ajira linahitaji wafanyakazi wachache sana. Na ni kundi ambalo linateseka zaidi huko mtaani kuliko makundi yote. Ni kwa sababu wengine wamekataa kuvua joho katika akili zao. Wanaamini katika degree zao na taaluma zao ambazo wamezisomea, na hili kundi linahitaji msaada wa kisaikolojia. Sasa nikuulize swali moja, wewe graduate au ambaye uko chuoni unakaribia kumaliza chuo. Je, upo tayari kuingia katika kundi hili? Na kama hauko tayari kuingia katika kundi hili, hebu tuangalie kundi la 3. Hili ni kundi gani? Kundi la 3 ni wale waliokubali kuanza upya. Hawa walikubaliana na uhalisia na wakaamua kubadilika. Na hili ndio kundi ambalo liliamini kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, na elimu sio nyenzo ya kukuhakikishia ajira baada ya graduation. Tunapofanya graduation, tukimaliza pale, sasa ndio tunakwenda kuiona dunia katika uhalisia ambao hatukuwahi kutarajia kuuona kwa namna hiyo. Waliokubali waliweza kubadilika na waliweza kubadilisha mbinu zao mbalimbali, wakaweza kuingia katika soko la ajira au mtaani, na wakafanya vitu mbalimbali ambavyo viliweza kuwafanya wakafanikiwa katika namna nyingine. Na walikubali kuanza chini, pia walikubali kujifunza na kuona fursa kisha kuzitumia kuweza kufanikiwa. Je, wewe unafikiri ni funzo gani umelipata kutokana na haya makundi 3? Na utajitofautisha vipi ili na wewe usiangukie katika kundi la wale waliokwama? Natamani nisikie hapo kwenye comments.
Hii ni Me and the Graduates. Walikuwa nami Kinkadhi. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Tukutane tena kwenye session nyingine ya Me and the Graduates.